Mambo vipi? Karibu sana kwenye The Youth Talks Podcast, jukwaa linaloibua mijadala makini kuhusu changamoto na fursa zinazowakabili vijana leo. Mimi ni Isa Muhammad, mwenyeji wako. Tutakuwa pamoja kwenye episode yetu ya kwanza kabisa ya The Youth Talks Podcast. Na leo tutazungumza kuhusu umuhimu wa teknolojia na kompyuta. Umuhimu wa ujuzi wa teknolojia na kompyuta kwa vijana na nafasi ya mafunzo ya VETA katika kukuza ujuzi huu. Je, kwa nini baadhi ya vijana wanadharau mafunzo ya VETA? Na je, kuna umuhimu gani wa wanafunzi wa vyuo vikuu kujifunza au kujiunga na VETA? Tutakuwa na mgeni wetu ambaye ni mtaalamu wa masuala ya kompyuta na teknolojia na ana uzoefu wa muda mrefu kwenye sekta hii. Karibu sana. Asante sana ndugu yangu Isa Muhammad. Ndio. Nashukuru sana kunikaribisha kwenye jukwaa lako hili. Asante. Karibu sana. Vijana tumefurahi sana na tunafurahi kwa kutupa heshima ya kuwa mzinduzi wa episode yetu ya kwanza kabisa. Na nadhani mada leo itakuwa muhimu sana. Sasa unaweza kujitambulisha tukakufahamu vizuri ndugu Calmin? Asante. Kwa majina kamili naitwa Calmin Chrysostom. Mimi ni mtaalamu wa masuala ya ICT na teknolojia ya habari kwa ujumla. Na uzoefu wa miaka kama 20. Okay. Kwenye masuala ya kwenye sekta ya teknolojia na kompyuta. Ndio. Miaka mingi sana. Ndio. Safari yako ikoje? Labda unaweza kutuambia ulianzaje mpaka kujikita zaidi kwenye masuala ya teknolojia na kompyuta? Kimsingi safari yangu ilianzia mwaka 2005 katika chuo cha VETA Changombe kilichopo. Wewe ulianza kusoma VETA? Dar es Salaam. Ndio. Okay. Nilianza kama mwanafunzi pale. Lakini baadaye nilikuwa retained pale kwa ajili ya kusaidia vijana hasa katika swala zima la practical wanapokuwa kwenye practical session. Kwa hiyo ulivyojiunga na VETA ilikuwa baada ya kumaliza level gani ya elimu? Baada ya kumaliza kidato cha 4. Baada ya kumaliza kidato cha 4 ukajiunga na VETA? Nikajiunga na VETA. Na kozi ambayo nenda kujisomea pale ilikuwa ni teknolojia ya habari na mawasiliano. Okay. Kwa ikawaje sasa mpaka kuanzia sasa hiyo ulipojiunga na VETA safari ikaendaje? Baada ya kujiunga na VETA, baada ya kuhitimu pale, nilifanya kidogo kwenye industry. Nilikuwa pale nilikuwa attached kwenye field training kama miezi 6 pale makao makuu ya TTCL. Nikiwa tu kama fundi msaidizi na kufanya training zote za pale kwa ajili ya masuala ya ufundi wa kompyuta, simu pamoja na help desk. Kwa kuendelea na level zaidi ya elimu baada ya pale nilikuja nikaendelea nikafanya tena ngazi ya diploma. Nilifanya kwenye chuo kikuu cha Mzumbe. Baada ya pale nikafanya na kozi zingine ndogo ndogo nchini India pamoja na Uingereza. Kuenda hadi India kwenye masuala hayo ya kompyuta. Hayo masuala ya kompyuta. Hongera sana. Asante na shukuru. Kwa hiyo umesha kwa pipa huko India Uingereza. Ndio. Okay. Hongera sana. Sasa katika dunia sasa ya kidigitali, unadhani ni kwa nini ni muhimu kwa vijana kuwa na ujuzi wa masuala ya teknolojia na kompyuta? Kwa kweli kimsingi kwa sasa hivi ni muhimu sana kwa vijana wote kuwa na ujuzi wa kompyuta na teknolojia, kwa sababu tunapozungumzia dunia ya leo, dunia ya utandawazi, huwezi ukawaweka vijana nyuma. Ni lazima na wenyewe wajihusishe nayo. Ni muhimu sana kwa sababu kila kitu sasa hivi kimekuwa computerized. Hakuna huduma yoyote sasa hivi, kwa mfano hata serikalini kuna huduma nyingi sana uwezo ukafanya bila kuwa na teknolojia. Tunaona masuala ya malipo serikalini. Tunaona kuna mifumo ukitakuomba kazi kuna namna kuapply. Kuna masuala ya sasa hivi dunia hata tenda sasa naona mambo ya nesti zote, mambo ya nesti yote, dunia yote sasa hivi ni ipo kidigitali. Sasa vijana wakisema warudi nyuma wasijiinvolve na digitali, kwa kweli itakuwa ni shida kama taifa. Kwa hiyo ni muhimu na ni lazima vijana tuwe involved kwenye masuala ya teknolojia. Sawa, sasa ukiangalia teknolojia inabadilika. Ni mabadiliko gani makubwa umeona katika soko la ajira kutokana
na maendeleo ya teknolojia. Makikadri maendeleo ya teknolojia yanavyofanyika ndio soko linabadilika uhitaji wake. Labda mabadiliko makubwa ambayo umeona kwenye soko la ajira kulingana na haya maendeleo ya teknolojia ni yapi? Kimsingi sasa hivi mambo kutokana na kwamba teknolojia inabadilika kila siku. Kwa hiyo na teknolojia inabadilika kweli kweli. Wewe chukulia tu mfano hata sasa hivi, zamani kwa mfano tukichukulia miaka 10-15 nyuma, matumizi ya simu pamoja na application zake hayakuwa makubwa kiasi hicho ukilinganisha na sasa hivi. Lakini sasa hivi matumizi ya teknolojia ni makubwa kweli kweli. Kwa hiyo na soko la ajira linahitaji watu ambao ni wanabadilika na wanaendana na teknolojia. Zamani kwa mfano gari likiharibika, akija fundi kutengeneza ni lazima aanze kukagua kitu kimoja baada ya kingine. Lakini sasa hivi kuna mifumo unaiattach tu kwenye engine, unasoma ule mfumo, unakuonyesha tatizo liko sehemu gani. Kwa ina maana haina haja tena ya fundi fundi anatakiwa awepo, lakini ni yule ambaye amekuwa associated na mifumo. Yaani awe anajua ule mfumo. Au anajua mfumo na kuangalia. Hata hospitali. Zamani daktari alikuwa anakuuliza, unamuuliza majibu, unamuuliza unavyojisikia anaangalia. Tatizo linaweza ikawa sehemu fulani. Lakini siku hizi unaweza ukata ukiumwa tu unaingizwa kwenye mfumo. Mambo yanalia T-scan, MRI, zote hizo ni kwa ni kwamba hata kama mtu anasomea udaktari ila ni lazima aintegrate na masuala ya teknolojia na kompyuta. Kabisa. Kwa sababu kazi nyingi sasa za udaktari ni zile lazima kuwa integrated na kompyuta. Sawa. Sasa ni ujuzi gani wa kidigitali kwa vijana ambao unahisi ni wa muhimu sana kwa sasa hivi kwa dunia leo? Kwa kawaida unapoizungumzia teknolojia ni pana sana. Na ni pana kweli kweli. Swali uliloniuliza ni kama vile unauliza ni fani gani ambao nafikiri kwa vijana itakuwa ni nzuri ambayo itamwezesha kupata ajira. Kwa sasa kimsingi fani zote zinafaa, lakini kwenye teknolojia na yenyewe ina uwanja mpana. Kuna masuala ya graphics, kuna masuala ya computer maintenance and troubleshooting, kuna masuala ya networking, kuna masuala ya coding. Hizo zote ni nyanja za teknolojia. Na kimsingi kila nyanja ina umuhimu wake na faida yake. Hata tutapozungumzia masuala ya digital marketing, kijana anaweza kajiinvolve kule na akatengeneza fursa na akaweza kujiajiri au kuajirika. Haijalishi amesomea nini. Kwa kuna huo ujuzi kama hiyo digital marketing. Yaani ni zile basic na ujanja. Kikubwa kinachohitajika kwenye masuala ya teknolojia siku zote, it's all about creativity. Ubunifu wa kijana mmoja mmoja. Kuona aje kwa njia gani. Kwa sababu wote wanaweza wakafanya hizo digital marketing, lakini the way utakavyokwenda na ubunifu wako ndivyo itakavyokufanya wewe uweze kuteka soko lile la ajira. Mfano, tuchukulie mfano ni kama vile tu muuza chapati. Ukiona mwenzako anauza chapati, anapata hela, na wewe ukienda kuuza chapati vile vile inakuwa hamna ubunifu hapo. Lakini ukienda kusema uuze chapati, lakini ukishasoma kwamba wateja wanapenda chapati za moto, ukaja labda na design ya mifuko kiasi kwamba zile chapati unaweka kwenye mfuko fulani zisipoi zikawa za moto all the time, kiasi kwamba mteja akija anazikuta zikiwa bado fresh, maana yake pale utakuwa umeshinda na ubunifu. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine ni lazima utateka soko. Kwa hiyo hata kwenye teknolojia nayo ni hivyo hivyo. Unaweza ukachagua tu pati moja ya kujiingiza, lakini ukaenda na ubunifu. Kwa mfano labda kijana akamua mimi nitakuwa kwenye graphic designing. Sio aingie tu na afanye kama wengine wanavyofanya. Aweke hiyo ubunifu kujitofautisha na wenzake wanavyofanya. Na kiukweli ni vitu ambavyo vinawezekana, na ni uwanja ni mpana sana wa kuteka soko. Cha msingi tu uweze kutumia huo ubunifu wako kuona namna gani unaweza kuteka ile soko la ajira. Sasa tunazungumzia umuhimu wa ujuzi huu wa masuala ya teknolojia na kompyuta. Sasa tunaangalia kuna mafunzo yale ya darasani na mafunzo yale ya vitendo ambao sana sana yanatolewa VETA, haya ya vitendo, practical. Sasa ni ipi inayowapa vijana nafasi bora zaidi kwenye soko la ajira kati ya yale mafunzo ya darasani na yale mafunzo ya vitendo kwa mtazamo wako? Kwa mtazamo wangu hivi vitu vinaenda pamoja. Ni kama mafiga.
Unapokuwa na mafiga ili uweze kuenjika ni lazima kuna mafiga matatu. Kila figa linakuwa lina umuhimu wake. Ya darasani ni yana muhimu kwa sababu mengi inaandaa viongozi wa kuongoza taasisi, kujua nani mifumo inavyofanya kazi na kubeba malengo ya taasisi au ya nchi kufika mbele. Lakini vitendo naye ile skills na yenyewe ni ya muhimu sana kwa sababu kimsingi uwezo ukawa unaongoza watu kama una watendaji. Kwa hiyo watendaji na wenyewe ni muhimu sana wawepo ambao kimsingi ndo wanapatikana huko chini. Kwa ile practical inatusaidia kupata watendaji zaidi. Lakini ya darasani inatuwezesha pamoja kwamba tunapata viongozi wa kuwaongoza watendaji ili hata kama unajua anaongoza mtu ni lazima naye awe na ABC ya hiyo mifumo. Sasa kati ya hiyo ya darasani na nini, ni ipi sasa unavyoona inampa kijana nafasi zaidi kwenye soko la ajira? Kati ya ile practical based, ile ya vitendo au ile kwa mfano tukilinganisha mtu anayesoma VETA teknolojia, labda anasomea kompyuta na anayesoma degree ya ICT, wanaweza kaa ni watu wawili tofauti, si ndio? Kabisa. Kwamba kuna mmoja yeye ana uwezo zaidi kwa sababu anajifunza kwa vitendo. Kwa sasa hatuoni kwamba hapa huyu atakuwa na nafasi zaidi ya kwenye soko la ajira kuliko yule ambaye amesoma theory zaidi na nini? Kimsingi unajua chances za viongozi mara nyingi. Kiongozi mmoja anatakiwa aongoze watu wengi. Kwa hiyo ina maana kama watu wengi ni wale watu wa skills, maana yake wenyewe chance ya kuajiriwa inakuwa ni wengi kubwa sana. Ingaje viongozi na wenyewe nao wana chance ya kupata hizo kazi. Lakini tukiangalia kwa maana ya ratio, kwa mfano inajulikana kwamba engineer mmoja anasimamia labda technician kadhaa, technician katika technician mmoja anasimamia artisan kadhaa. Kwa hiyo is all about numbers. Kwa hiyo mimi nafikiri kundi kubwa la ambao ndio watendakazi, mara nyingi watendakazi ndio wanakuwa wengi kuliko viongozi katika kila nyanja. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia katika hali ya kawaida watendakazi wala mkono unaoajiriwa mara nyingi ndio wanakuwa ni wengi kuliko wale wasimamizi, kwa sababu msimamizi anatakiwa mmoja tu, lakini watendakazi wanaweza kuwa 5, 10, 15. Kwa hiyo tukiangalia ratio hapo utaona moja kwa moja ya watendakazi ni wengi wanakuwa. Sasa nikikurudisha nyuma pale mwanzo ulisema ulifanikiwa kwenda hadi India, ukaenda Uingereza. Sijajua ulikaa kwa muda gani, ila natamani kuona experience yako ya vijana uliokutana nao kule wa India na Uingereza kwenye masuala ya hayo ya teknolojia na kompyuta ukilinganisha na Watanzania, vijana wa Kitanzania. Unaonaje Kiukweli kwa wenzetu wako mbali sana. Wako mbali kweli kutokana na miundombinu yao ilivyokuwa, na kwa mfano ukichukulia kama India, unapozungumzia India unazungumzia nchi moja ambayo ina watu wengi sana. Ni zaidi ya bilioni 1.3. China. Kwa hiyo yani ule wingi wao tu. Sio China, India wako zaidi ya 1.3 B kwa takwimu ya mwaka 2020. Kwa hiyo sasa wanaweza ni wengi. Nafikiri ni namba 2 ukiachia China. Inaanza China inafuatia India ambayo nafikiri wenyewe walifanya approximation mpaka kufika 2030 wenyewe ndio wanaweza kaa namba 1 kwa sababu India wenyewe hawana limitation ya kuzaa tofauti na China kwenye baadhi ya majimbo ni mtoto mmoja. Kwa hiyo ukiangalia tu ile population yao kwanza ni changamoto tosha ya kufanya kwamba wengi wawe creative na wahakikishe kwamba na wengi ni wanafanya wanakuwa creative kuhakikisha wanateka soko lao la ndani. Kwa hiyo unakuta kimsingi kule wenyewe wameadvance sana. Wako vizuri kweli na wana kila kitu kinachowezesha wenyewe kwenda mbele. Unahisi sisi tunakosea wapi labda kwenye hayo masuala ya tech, namna mfumo wetu wa elimu, au labda vijana wenyewe hatupo active kwenye kujifunza hayo masuala ya teknolojia, au unahisi nini labda? Kiukweli kwa sasa hivi niseme tu tumeanza kuchukua hatua madhubuti. Ukiangalia kwa mfano mitaala ya TEHAMA sasa hivi ipo kuanzia ngazi ya shule ya msingi, sekondari na sekondari ziko katika O level na A level. Kuna mitaala kabisa ipo. Kwa hiyo sasa hivi tunaenda vizuri. Ingaje tulichelewa na wazungu wanasema it's better late than never. As far as kwamba tumeshaanza, nafikiri
tutakuwa tuna mwendelezo mzuri. Okay. Sawa, na natumai kijana umejifunza vitu vingi sana. Hii ni The Youth Talks Podcast, na kukumbusha tu uendelee kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, Instagram na YouTube @The Youth Talks Podcast. Sasa ndugu Kalmil, labda tuhamishe sasa mjadala wetu. Tumeona kulikuwa na mjadala hapa wa masuala ya VETA. Tunaona Mheshimiwa Waziri Mkuu alipoongelea swala la VETA, vijana wa chuo wajiunge na VETA, ikazua gumzo kubwa. Vijana wakaona kama ni sehemu haiwafai. Sasa mimi nilitamani kufahamu labda VETA inatoa mafunzo mazuri sana ya teknolojia na ufundi mbalimbali. Si ndio? Unahisi kwa nini vijana wengi wa vyuo wanaona kwamba VETA sio sehemu yao? Mimi nafikiri ni kutokana tuna uelewa. Wengi hawana uelewa wa VETA hasa ni nini na inahusika na masuala gani na kwa nini ipo. Okay. Mimi nafikiri ni uelewa tu. Lakini kimsingi mafunzo yanayotolewa kule ni mazuri na ni ya muhimu sana kwa kila kijana kuyafanya. Mathalani unaweza kukuta mtu kwa mfano kwa dunia sasa hivi ni rahisi kumkuta mtu kamaliza chuo kikuu na anaweza kaa labda msichana lakini hata kuna kupika hajui. Okay. Unaweza kumkuta mvulana anamaliza chuo kikuu lakini hata labda gari ikipata issue ndogo tu labda hata kuna kusema fixi. Yaani tatizo la kufixi ni changamoto. Gari mbali unaweza kukuta gari hata balbu tu kuka balbu unaona au kiti kimevunjika anashindwa kurepea mpaka mwite fundi, umeona? Kwa hiyo mimi nafikiri yale ni mafunzo ni mazuri ambayo kimsingi kila mtu anatakiwa at least apate ABC. Na hata kama so ABC unaweza ukasema tu ukachukua skills ukawa na skills yako moja kati ya ambayo nyingi zilizopo kule na ikakuwezesha kuwa ukapata kama labda ni kama part time ya kazi yako ya kukuingizia kipato. Unaweza kuwa wewe mwanasheria kwa namna moja ama nyingine, lakini vile vile una utaalamu wa kitu fulani, electricity labda umeme. Kama sio umeme labda hata upishi. Umeona? Unakuwa ni multi skills. Sasa ndivyo ilivyo hata kwa wenzetu. Unakuta mtu anaweza kaa ni mwanasheria lakini ana skills nyingine zaidi ya yule mwanasheria. Na ana practice zote mbili kwa wakati mmoja. Kwa mfano una mfano wa nchi zozote ambazo wenyewe wamerely sana kwenye masuala hayo ya practical, labda VETA wameipa uzito zaidi kuliko kiukweli? Kwa mfano ukiangalia hata Ujerumani. Ujerumani ukijaribu kufuatilia historia ya Ujerumani na maendeleo yote yaliyopatikana na Ujerumani ni kutokana na hizi polytechnic college ambayo kimsingi ni kama VETA huko kwetu. Hata China hiyo ambayo tunaiona ambayo sasa hivi ambaye hakuna nyumba yoyote hapa tuseme nchini Tanzania ambao unaweza kaingia ukakosa kitu cha Kichina. Umeona? Wamewezaje kufanya hivyo vyote? Ni kwa sababu wana hizi vocational training nyingi na wana rasilimali watu wengi sana ambao wana hizo skills. Kiasi kwamba hata makochi kila kitu wanatoka ni China, lakini ukienda hizo sehemu wanazozalishia hizo production ni za kawaida kabisa, na soma viwanda wala nini. Unaweza kukuta tu mtu nyumbani kwake nje ya nyumba, yani uani tu anaicho kiwanda anatengeneza na ana export. Sasa mimi nilikuwa najiuliza na nadhani vijana wengi pia watakuwa wanajiuliza. Badala ya kusubiria kijana ameshamaliza elimu yake ya chuo ndio serikali baadaye iseme sasa hata kama una degree uende VETA, si ndio? Mimi kwa nawaza pasingekuwa na mfumo ambao kama VETA ina umuhimu kiasi hiko na serikali imeona. Kwa nini isingefana mwanafunzi anapojiunga mwaka wa kwanza chuo waka integrate na program ambayo yeye atakuwa tayari kuisoma. Kama akaichagua ikawa ni sehemu ya elimu yake mpaka anafika mwaka wa 3 anakuwa ameshapata uzoefu mkubwa. Kwa mfano tunaona kuna kuoga na masomo ya option, mwanafunzi anachagua somo hili. Kwa nini asiwepo ya VETA, labda ususi au kushona cherehani? Anapoanza semester 1 anakuwa na session, labda watu 200 wamechagua cherehani, wengine wamechagua electricity, wengine wamechagua hiki. Wakitoka kwenye session hiyo wanaingia hiyo ya practical ya masuala ya VETA, kuliko kumsubiria kijana ameshamaliza chuo ndo aanze kumwambia aende tena VETA.
Una maoni gani? Kama mimi kwa maoni yangu, kama nilivyokwisha kuzungumza awali, hiyo ilikuwa ni zamani. Lakini kwa mfano ukichukulia kwa sera ya elimu iliyozunduliwa na iliyozunduliwa mwaka huu na Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan, alizindua sera ya elimu ambayo kimsingi ile sera ya elimu inaenda kuanza kufanya kazi muda si mrefu. Okay. Kwenye ile sera ya elimu inasema wazi kabisa mfumo wa elimu kuanzia shule ya msingi mpaka sekondari, ambayo kimsingi yale mafunzo yote yamekuwa attached na mafunzo ya elimu ya ufundi stadi pamoja na amali, wanaita mafunzo ya amali, ambayo kimsingi ndio hizo tunazozungumzia skills za mikono. Kwa hiyo kuanzia shule ya msingi, sekondari, huko kote kutakuwa kuna hayo mafunzo ambayo kimsingi yatamwezesha mwanafunzi anapomaliza tu, anapohitimu tu, anakuwa na uwezo, anakuwa na hizo academic skills, lakini vile vile anakuwa na hizo vocational skills. Okay. Sasa hiyo inaweza ikachukua muda mrefu, kwa sababu tuzungumzie hii generation ya labda ya kuanzia 2000 kuja hivi. Maana hawatakuwa wanufaika wa hiyo. Na ukiangalia kuna dhana kwa vijana wengi kwamba VETA ni kwa wale waliofeli shule. Kuta mtu alifeli la 7 au form 4, ndio inadhaniwa kwamba ndio mtu anayepaswa kwenda VETA. Wewe unaona huu mtazamo unaonaje? Ni sahihi? Huo mtazamo mimi naona sio sahihi sana, kwa sababu VETA ile pale ipo kwa ajili ya wote. Kwa ajili ya vijana wote. Waliofeli na wasio waliofaulu. Kwa sababu kama wewe unafaulu afu unakuwa huna skills, huyu aliofeli serikali iliona kuliko kusema kae mtaani, ni bora aje apate ile vocational skills, asikose cha kufanya. Ile anaporudi mtaani sasa aweze kufix magari, aweze kutengeneza makabati, aweze kutengeneza nyumba za watu. Umeona? Kwa hiyo kimsingi sio zana sahihi sana kusema kwamba ni waliofeli tu. Mimi kuna watu ambao nawajua ambao wengine walisoma, wamefika mbali, wamemaliza hadi chuo kikuu. Sawa? Kaanzia VETA. Yaani alianza mfumo rasmi, kaenda mpaka chuo kikuu na akakaa mtaani karibia miaka 3, mwingine 2, 4, hajapata ajira yoyote. Na wakaja VETA wakafanya kozi za pale na wamemaliza na wakapata ajira kupitia fani ya VETA. Kwa ile ya degree ya miaka yote ile kaiweka pembeni. Haikumsaidia. Na mifano hai kabisa ipo. Mimi ningeenda kudai cheti changu chuo. Kwa hiyo mimi nafikiri sio swala la nani la kubeza na kuona kwamba ni elimu ya waliofeli. Na watu ambao kimsingi hadi sasa hivi kuna wengine wana makampuni yao ya tour guide, lakini baada ya kumaliza labda kusoma alisoma labda fulani chuo kikuu, kakaa miaka mingapi mtaani hana ajira, kaja VETA kasoma labda tour guiding, namna ya kuoperate watalii, kuongoza na vitu kama hivyo. Hadi hiyo VETA wanatoa hiyo. Wanatoa. Okay. Unashangaa mtu sasa hivi ana ajira, anaongoza watalii, anapata dola zake, ana kampuni yake kubwa. Sasa sisi mjadala wetu ulijikita zaidi kwenye masuala ya teknolojia. Sasa tunapozungumzia kujiajiri kupitia teknolojia, labda ni ujuzi gani wa teknolojia unaweza kumsaidia kijana ambaye anataka kujiajiri na hana mtaji mkubwa? Ni ujuzi gani ambao unaweza kumsaidia yeye kujiajiri? Kama nilivyokwisha kuambia, kwenye teknolojia it's all about creativity. Unaweza, kwa sababu sasa hivi hakuna mtu ambaye hana smartphone. Na ukishakuwa na smartphone tu peke yake, hii hapo tayari ni mtaji tosha. Smartphone tu, umesikia bwana? Ukiwa tu na smartphone, huo ni mtaji tosha. Nitakupa mfano mmoja wa kijana mmoja ambaye kimsingi alimaliza degree yake, kamaliza, karudi mtaani, akawa hana kazi yoyote. Lakini mtaani kwao kulikuwa kuna hoteli moja kubwa tu ya kitalii, lakini ile hoteli ilikuwa haina watu, ilikuwa haipati watu. Lakini yule jamaa akaenda kuongea na mwenye hoteli, wakakubaliana au anamletea wateja kwenye ile hoteli, alafu au anachukua commission tu. Kapiga picha ile hoteli na simu yake, kafanya decoration ya nani, kapost kwenye mtandao wake. Analocate na bei na nini. Baada ya wiki tu ile hoteli ikaanza kujaza watu. Na yule kijana katika kila wateja anaokuja pale ana commission yake. Sasa hivi ni mtu mwingine tofauti. Kupitia simu tu. Na baada ya kufanya hivyo, baada ya kuona amelipa kwenye hiyo simu, kwenye hiyo hoteli moja, akatafuta hoteli zingine nyingi,
akawa na hoteli kibao. Kwa hiyo sasa hivi ni mtu ambaye ni kiukweli ashikiki. Hoteli zile zote anaposti kwenye peji yake, kwenye simu, watu wanatagi na watu wanajaza zile hoteli. Okay. Kwa hiyo unaweza kuona, unaweza usiwe na mtaji wa hela, lakini ukawa tuna mindset ambayo iko positive, unaweza ukawa ni creative, ukaona ni namna gani ya kupata fursa kupitia mazingira uliokuwa nayo bila kuwa hata na mtaji wa chochote. Okay. Kwa ndugu yangu, kama una smartphone alafu una hela, inasikitisha kidogo, si ndio? Maana kama kuna mtu anaweza akapiga tu picha ya hotels kupitia simu, akatengeneza kipato na akabadilisha maisha yake, naye pia unaweza. Na vijana wengi sasa hivi tuna smartphone. Kwa kweli. Nashukuru Mungu. Tunajitahidi kumiliki hivyo vitu. Tunaweza tukakosa vitu vingine, ila bando na smartphone. Hivyo ni vitu ni kama kula na kunywa. Sawa, sasa tumeona umuhimu wa masuala hiyo ya digital. Labda sasa kuna changamoto ipi ambayo kubwa katika kujifunza ujuzi huu wa kidigitali, na namna vijana wanaweza zikabili hizi changamoto? Changamoto kubwa nionayo kwenye teknolojia ni kwamba teknolojia inakuwa kwa kasi sana na vitu vinabadilika kwa kasi kweli kweli. Kwa hiyo changamoto iliyokuwepo ni kwa kijana kuhakikisha kwamba unaendana na kasi ile ya mabadiliko. Unaendana na ile kasi ya mabadiliko. Okay. Kwa mfano sisi enzi zetu tunasoma, tulikuwa tunatumia Windows 98 second edition, Windows Millennium, Windows 2000. Lakini sasa hivi tunazungumzia kusana Windows 11. Tunazungumzia masuala ya artificial intelligence. Umeona? Yaani kompyuta unaweza kupewa peji ya peji 20-30 tulikuwa tunakimbilia kuchapa, lakini sasa hivi kutokana na teknolojia ilivyokuwa, wewe unaongea tu afu kompyuta yenyewe ndio inachapa. Umeona? Kuna masuala ya IA, masuala ya artificial intelligence. Vitu vingi sana vinabadilika. Kwa hiyo na sisi kama vijana changamoto kubwa ambayo anatakiwa kubaliana naye ni ukubali kubadilika, kuendana na ile pace ya teknolojia na speed ile ya mabadiliko ya teknolojia. Nafikiri hiyo ndio changamoto kubwa kwenye teknolojia. Okay. Sawa, sasa tunashukuru sana kwa maoni hayo na ujuzi ambao umetupatia. Sasa nilikuwa najiuliza, kuna fursa nyingi za kiteknolojia kama ulivyozitaja, na ni njia zipi sasa vijana wanaweza kuzitumia, ambaye hataki kuajiriwa ofisini, anataka akimaliza labda chuo au bado yuko chuoni, aanzishe kitu chake, ni njia gani anaweza kaitumia kwanza? Njia kubwa ambayo nafikiri wanaweza kaitumia vijana wengi ni kwa kutumia hizi social networks. Lakini vile vile wanaweza kujifunza kupitia mitandao. Kwenye mitandao unajua kuna kila kitu. Cha msingi, kwa mfano ukienda kwenye YouTube kuna kila kitu. Ukisema bwana mimi nataka nijikite kwenye masuala ya graphics. Umeona? Sitaki kwenda darasani, nataka nijifunze mimi mwenyewe. Ukiingia kwenye YouTube kuna tutorial nyingi sana ambazo unaweza kujifunza kuanzia introduction, ngazi ya kati na hadi advanced level. Na ukaiva kabisa. Cha msingi inahitajika tu ni ile commitment na utayari wako. Udedicate muda kuhakikisha kwamba nataka hichi kitu nijifunze. Na malengo nacho, unafika mbali. Bwana nataka kuwa graphics designer. Nataka kupiga picha na picha zangu ziwe za tofauti. Mbinu gani nitatumia? Ukienda kwenye YouTube kuna hizo zote. Unataka kuwa labda mtaalamu wa masuala ya networking. Unataka kuwa mtaalamu wa kufanya coding na kutengeneza hizi mobile applications, website au mifumo. Kwa kikubwa ni ile commitment, discipline, kwa sababu kujifunza mwenyewe nako inahitaji discipline ya hali ya juu, maana hamna mtu wa control. Unajua vitu vyote ni wanasemaga ni sacrifice. Ile personal struggle inahitaji usacrifice. Unaacha kila kitu unafanya kitu kimoja. Na kimsingi yani kiukweli wanasemaga hard work pays. Ukifanya kweli hivyo na ukaonyesha ile jitihada yale ya juu, lazima utapata matokeo. Nilikuwa namsikiza jamaa mmoja anasema without commitment you will never start, and without consistency you will never finish. Kwa hiyo hata kama una jambo lako ujicommit, sio ujicommit tu,
make uwe consistent ili uweze kumaliza kile ambacho na kufikia malengo ambayo umejiwekea. Ni kweli. Tunafurahi sana kuwa na Calmin, naamini tumepata vitu vingi sana kupitia kwake. Sasa ndugu Calmin, ikiwa nikikupa fursa kutoa ushauri mmoja wa dhahabu kwa vijana, ni kitu gani unaweza kutuambia? Ani kitu ambacho naweza kuwashauri vijana ni kwamba katika matumizi sasa ya hayo ya teknolojia. Katika matumizi ya teknolojia, kitu ambacho napenda kuwaambia vijana kwamba kwenye teknolojia kuna fursa nyingi sana. Okay. Nyingi sana. Kwa hiyo ninachoweza kuambia ni kwamba tu wawe much committed. Kuna fursa lukuki. Kuna fursa nyingi sana. Wawe much committed, wachukue hatua na wazame kwenye teknolojia. Okay. Itawalipa. Kwa sababu hata ukiangalia sasa hivi kwenye matajiri 10 bora duniani, ukitaja wale top 10 top 10 ya matajiri unaowajua wewe, yani zaidi ya 5 ni wameinvest kwenye teknolojia. Kina Elon Musk, wote hao ni teknolojia. Bill Gates, wote ni teknolojia. Unaona huyu wa Facebook nani, Mark Zuckerberg. Wote hao ni teknolojia. Kwa hiyo utajiri uko kwenye teknolojia, tofauti na zama za zamani. Umeona Kwa kama kweli unataka kutajirika, kama kweli unataka kufika mbali na malengo yako, kwenye tech. Njoo kwenye tech. Okay, asante sana, na mimi nimefurahi sana, nashukuru sana, naamini vijana wenzangu wamejifunza vitu vingi sana. Hii ni The Youth Talks Podcast, na kukumbusha tu usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu kwa jina la Uni Youth Talks. Pia unaweza kutufuatilia kupitia mitandao ya kijamii na ukaweka maoni yako. Wewe una mtazamo gani kuhusu haya tuliyojadili leo? Nikwambie tu huu ni mwanzo wa The Youth Talks Podcast, katika mengi ambayo tutajifunza kupitia podcast hii ya vijana. Kama una kitu chochote ungetamani tukijadili, unatamani kukisikia kupitia jukwaa hili, unaweza kutoa maoni yako kupitia Instagram account yetu ya The Youth Talks Podcast, au ukatoa maoni yako kupitia Instagram account ya Youth Talks. Pia unaweza kutufollow pale TikTok kwa jina la The Youth Talks Podcast. Nafurahi sana kuwa na nyie leo katika episode ya kwanza, na niwatakia siku njema na kuendelea kutufuatilia kwa vipindi vinavyoendelea kutokea kutoka kwetu. Asanteni sana.